Jina lake ni Liz Wanyoike ambaye ni mmiliki mkubwa katika shule ya Nibs College ambacho ni kifuo cha mafunzo ya chuo kikuu ambacho ni moja kati ya colleges ambazo ni maarufu na kubwa zaidi nchini Kenya ambazo zinamilikiwa na mtu zinamilikiwa na mtu binafsi hazimilikiwi na serikali ya Kenya. Lakini taarifa za jioni ya leo ni kuhusiana na kifo chake ambaye ni mmiliki huyu wa shule hii ya Nibs ambaye ni Liz Wanyoike. But as of right now, tunataka tuwaletee biography kidogo kuhusiana na maisha yake Liz Wanyoike na yeye mwenyewe ndiye nani na kutokea alipozaliwa mpaka kifo chake ambacho kimeafikia jioni ya leo. Liz Muthoni Wanyoike is a Kenyan businesswoman and has been an educationist who is known for entrepreneurial skills, passion for education and philanthropic activities. She is the founder and owner of Nairobi Institute of Business Studies, Nibs, one of the leading business colleges in Kenya. Wanyoike's story is one of determination, resilience and hard work. And a success story serves as an inspiration to many aspiring entrepreneurs in Africa. In regards to her early life and education, Wanyoike was born in Murang'a County in Kenya and was the sixth born in a family of 10 children. Her father was a colonial chief who was detained for 9 years for supporting the Mau Mau freedom fighters, leaving a mother to raise their children single-handedly. Despite growing up in poverty, Wanyoike's parents instilled in her the importance of education, which paved the way for future success. Wanyoike attended Gadhukini Primary School, Kahuhia Girls Secondary School, and Nakuru High School. She later enrolled at the Kenyatta University College, present-day Kenyatta University, where she obtained a diploma in education. Now, Ms. Wanyoike, on starting Nibs College, and Ms. Wanyoike's business journey started in the year 1972 when the government recruited her as a secondary school teacher and posted her to State House Girls on a salary of 61 shillings per month. However, in 1975, she figured out that employment was not her thing. She wanted to start a business and watch it grow. That is when she teamed up with her husband and other partners to found Temple College of Secretarial Studies in Nairobi. By 1999, she says that she was sure that the realities of a moving global economy required more challenging ventures to tap into the immense benefits of a globalized economy. And that's why she says, I quitted the partnership with her husband and the other investors. That was during an interview back then. Now, armed with a capital of Kenya shillings 10 million, 6 million savings and a bank loan, she established the Nairobi Institute of Business Studies, Nibs, in 2000. The business struggled for the first 8 months, but Wanyoike's determination kept her going. Today, Nibs has over 8 or 10,000 students and 4 campuses in Nairobi and Thika, offering dozens of courses in business and hospitality. Now, in terms of investment in land and stock market, Wanyoike credits part of her success to her early investment in land and the stock market. She bought a plot of land and stocks in various companies, even when she had a wealthy husband. Today, if she needs to buy a new car, she can dispose of a piece of land to buy a new car. That's what she said back then. Now, in 2009, Wanyoike bought 10 acres of land worth 20 million along the Thika Superhighway near Ruiru and invested 134 million more to build Nibs' main campus. The campus has modern facilities, including a state-of-the-art library, auditorium, and a computer labs. Nibs has campuses in Ongata Rongai, Thika Road, CBD, and Thika Town. Wanyoike hopes to expand. She has hoped to expand and was calling on the government to support the learners before her passing. In terms of her philanthropic work, Wanyoike has been compassionate and has been passionate about giving back to society. She has spent over 9 million in educating children from poor families.
She believed that education is a powerful tool that can help transform the lives of people, especially those from marginalized communities. In addition to supporting education, Wanyoike has built a hotel in Kileleshwa for business and hospitality training. Yeah, that is a very inspirational story in regards to this great woman that has today rested. Watu katika mitandao ya kijamii kupitia mitandao ya kijamii tofauti, haswa katika mtandao wa Facebook, Twitter pamoja na Instagram, wameweza kuongea na kuweza kutoa rambirambi zao haswa kwa familia baada ya taarifa hizi kuweza kugonga vyombo vya habari. Maana kifo cha Liz Wanyoike kimekuja kama mshtuko kwa wengi, maana sio wengi walitarajia mama huyu angeweza kuondoka mapema hii. Remember, Liz Wanyoike amekuwa ni mtu ambaye amekuwa na mchango mkubwa sana. Even the government of William Ruto has always recognized the effort that Liz Wanyoike has put towards the education of this country. I saw the current government, kwa sababu Liz ameishi kusema kwamba education is the main tool towards a global economy. Lakini sasa tunaambiwa ameiaga dunia, na sisi ni nani tupinge yale Mwenyezi Mungu amepanga? Mama ameondoka. Tunaarifiwa kwamba ugonjwa wa saratani ndio ambao umechangia kwa kifo chake Liz Wanyoike, ambaye alikuwa mkurugenzi mkuu wa shule ya Nibs College. Je, ni saratani gani ambayo imeweza kumuua Liz Wanyoike? Kulingana na Muthoni wa Kirumba ambaye amepata kuvujisha taarifa hizi kupitia ukurasa wake wa kijamii, ameweza kupost picha ambayo ni picha yake Liz, ambayo ni aswa si picha, it's a press statement ambayo imetolewa na familia yake Liz Wanyoike, ambapo amesema RIP Liz Wanyoike, Nibs College, cancer will also die one day. Dance with the angels, mom. Yeah. Bana, mimi nikiongea kuhusiana na huyu mama, acha niwaambie, nimemtazama, nimepata kufanya mahojiano na yeye, maongezi na yeye, amenipa kazi Liz Wanyoike. Na if we can speak of people that wanted the best for the young generation in this nation, then our mom Liz has always been an advocate for that. Aswa sisi wanafunzi ambao tulisomea masomo ya utangazaji na wanahabari, she has always been supportive to us. Mostly ukigundua vijana wengi ambao wanafanya blogging, ambao wanafanya the online work, mostly huko YouTube bloggers, I sincerely say most of them wamesomea pale Nibs College. Although I was not a student at a college, but my friends, most of my friends have studied in Nibs College, and I tell you, she has instilled discipline. Through her, those people have seen the light. Watu kama big bloggers, just naming a few, kuna watu kama Mungai Eve, kuna watu kama Nicholas Kioko, tuko na watu kama Mwanabari John ambaye ni mmiliki wa Mondia TV ama Kenya News Update, na wengineo ambao wamesomea pale. So mama ameondoka, and she has left a great impact on the life of different young Kenyans in this nation. And all we can say from the deepest part of our hearts is that we will miss you. The world needs people like you, Liz. You have left a gap that I don't know if any woman or any man has currently risen and taken up the challenges to fill your shoes. Nibs College will miss you. Kenya will miss you. And we will miss you as the young men, because you inspired us. You gave us jobs when people couldn't even give us anything. You saw potential in our YouTube channels, and you always gave us work. People like my friend called MC Joshua. He has been the official MC of Nibs College for the longest time possible. And Mama Liz Wanyoike has been giving that guy jobs day in, day out. So, kwa ajili na minajili ya marafiki zangu, nasema we condole with the family. Mwenyezi Mungu hailaze roho yake mahala pema peponi. Tupatane tena majaliwa. Ni hayo kwa sasa. With the heavy hearts, we shall miss you. Hiyo ndiyo historia fupi, ama niseme ndiyo tawasifu fupi ya marehemu Liz Wanyoike Muthoni.
Tuungane katika video zetu zijazo dau.